The power of altars and the sacrifices. The power, sema the power of altars and sacrifices. That is the most important thing to have ever happened to you today. That today you are going to learn something that will change your life. What is it? The power of altar and sacrifices. We're going to read in the book of 2 Kings, chapter number 3, verse 13, all the way to verse 27. 2 Kings, chapter number 3, all the way to verse number 13 to 27. And deliberately I'm doing this because of what you have seen 2 or 3 days happening in Kenya. You've seen the president was at Jesus Winner, and from then it has been chaos, and Jesus Winner ministry is like it is going down. The president has given money to many places, but it has never enlisted the fire that you are seeing in Jesus Winner. And it is a very coincidental thing that the president gave 20 million. That's the other week. This week on Sunday he was in Eldoret, he gave 20 million. Before that he was in Machakos, somewhere in another church, he gave 20 million. What is so coincidental with the 20 million? Does it mean all these pastors we want 20 millions? Does it mean there is I want 20 million, then we should present ourselves and tell Ruto, I also need my 20. But 20 million is not what you think. Going to Winner's church, you are Jesus Winner, and going to ACK in Eldoret, AIC, and going to another church he went before that, it was in somewhere in Ukambani. Those, when they started their campaigns, those are the churches they visited. Those are the churches that prophesied their wins. At Jesus Winner, they went and knelt down and they were prayed for. And the pastor said, Nimeona mumeshida. At the AIC in Eldoret, that is where he took his sacrifice when he was stood down. And the bishop there prophesied. Before he did that, he had gone to AIC Mulimani here, where there was it a launch or a fundraiser also. He also gave 20 million. The same AIC Milimani, that is where Moi used to go. That is where Moi used to visit. That is the altar of the power that was with Moi. But the altar that propelled them in the prophetic word that caused them to become the leaders of this nation is at Jesus Winner's ministry. So I want you to understand this. That altars, as it's written, altars leadership is not merely about occupying positions. Are you getting me? Leadership is not merely about occupying position, but it's about standing on the right foundation. Standing on the right foundations. And number 2, being able to discern the spiritual tides, the spiritual moments. And number 3, understanding the mysteries of the current situation, grounded on the sacrifices and the offerings. This will be so deep for you, so you better open up your mind. So deep, because these are the mysteries of sacrifices
and offerings. How powerful they are. It is not about the multitude that is following you. It is not about the money that you have. It is about how do you connect. How do you connect with the tide of today? He went back to Jesus' winner to give 20 million. Because that is where his leadership was prophesied. Yesterday he was in Italy, and everybody was saying Ruto, was singing the song of Ruto. That's the power of the altar, the power of the sacrifice. When Raila looks and finds that the crowds are not coming as he wants, unasikiaga natorokaga naenda Nigeria ama natoroka naenda India. Akirudi, haya, sisi tunasema the crowd will come at midnight, saa 9 usiku. Akuje hapa katikati ya town, the crowd will be there waiting for him. That's the power behind the altars and sacrifices. In the book of 2 Kings, chapter number 3, verse 13, and Elisha said to the king of Israel, what have I to do with you? Go to the prophets of your father and to the prophets of your mother. So there are prophets of your father and there are prophets of your mother, meaning they are of different dimensions. The prophets of your mother, the originality of your mother, and the originality of your father, they have different dimensions. So the power that controls you, that is from your mother, is different from the powers that controls you, that is from your father. But the king of Israel said to him, no, it is the Lord who has called these 3 kings to give them into the hands of Moab. So it is the Lord that has called these 3 kings. Just like you saw, Ruto and Raila came together and signed a pact because the Lord has sanctioned them. He will want to finish them together, not one. He will want to just to finish them at once together. So he has to put them together in the same basket. Hallelujah. Number 14, please. And Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, were it not that I have regard for Jehoshaphat, the king of Judah, I will neither look at you nor see you. So there is a condition that this man is doing this because of a mutual respect, because of a mutual covenant between him and Jehoshaphat, not because of them. Because him and Jehoshaphat, they have an agreement, they have a covenant together. So what kind of a covenant that is holding you? What kind of a relationship that you are in? Either parental relationship, marriage relationship, or work relationships. Are they working? If they are not working, what could be the hindrance behind what is that is not working? What could it be the hindrance behind your mother's altars, your mother's prophets, your father's altars and prophets and sacrifices that they have given? What was given by your mothers? What was your given by the in-laws and the uncles and the fathers and the mothers of the family? What is this that they used to participate that now is haunting you? That is why he's saying, had it not for Jehoshaphat, because Jehoshaphat was a king and a man of God, and we had a covenant with him. That is the reason, the only reason I would want to walk with you. That's the only reason I would want to do anything with you. But if this man was not involved, I will never be involved with you.
I will never to be walking with you. And this is what we found ourselves because of covenants that we have always had in our lives. They are costing us because our fathers were in covenants that they never revealed to you. Your mothers were in covenants that they never revealed to you. The land that you are living, or the land that you call your ancestral land, had covenants that nobody revealed to you about these covenants. The land was, your great-grandfather was a witch, and then he subdivided his land to his sons. And then his sons went to church, to PCA, to Anglican, to Orthodox, to whichever Methodist, whichever church they went to, and they got saved. And their father was a witch, meaning that land was grounded on witchcraft. Because where witchcraft is participated, it is an altar. This place became an altar because we come to worship every day. Where you do something every day, consistently, it turns out to become an altar. Where you go to a hotel to eat, that hotel that you know, every day, this is where I can have food. And there is a seat for you where you go to sit, kwa kakona kafulani. That is, when you do it consistently, like 10 times, that place automatically becomes an altar. If there is a dress that you wear, and this dress you never, always you must have it. In a month you must wear it 3 times. Wacha kuangalia si hiyo. In a month unaivaa kama mara 3 mara 4. That nguo inabadilika, inakuwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu ambacho unakifanya consistently, mahali pamoja, bila kubadilisha, eventually that place inabadilika, inakuwa madhabahu, na hicho unachokifanya kinakuwa ni sehemu moja ya madhabahu yale. Sijui kama tunaelewana. Ndio maana kanisa kama hili tunapokuja hapa, tumeanza tukaifungua, tuliita watu wa kanisa, tukaita mapasta, tukaita wachungaji, kila watu wengi kutoka kila mahali tukawaita wakakuja. Kisha tukafanya maombi, kisha tukatoa dhabihu zetu, na kutoka siku hiyo tukafanya mahali hapa pa kutolea dhabihu, ndio pakafanyika madhabahu. Kama hakuna consistency, if there is no consistency of something, that place does not become an altar. Ndio unaonanga watu wengi wakati tunaenda kutembelea nyumba za watu katika maombi, I will go, maybe God will direct me, nenda kwa pale kwa kile kamuti, ile muti pale, there is something, go and pour some oil there. Ukiulizia unasemekana Guka alikuanga anakaaga hapo kwa hiyo kamuti. Mahali alikuanga anakaa, akifanya decision zake ni hapo, akitoka mahali anakuja anakaa hapo. Hiyo inakuwa ni madhabahu yake. That is where his powers are. Unakuta kuna kamuti alikuwa naenda na kivuli kama kidoli, anakaaga hapo. Ama kuna kimuti kilikuwa kimekatwa kikubwa, hapo ndio alikuwa anachinjia buzi yake, hapo ndio alikuwa anafanyia mazungumzo yake, hapo wageni wakikuja walikuwa namkuta hapo. Hiyo ni madhabahu. So you must understand. Maybe katika hiyo madhabahu alichinjia mbuzi hapo, mbuzi kama 2, 3, 4 zilichinjiwa hapo. Kumaanisha wakati mbuzi hizo zilichinjiwa, sadaka ya damu ilitolewa hapo. Kwa hivyo mahali hapo permanently it becomes an altar. Sasa shamba hiyo, na hiyo mzee ni mchawi. Sasa nyinyi mkakuja from nowhere, Mungu amewajalia, mmepata pesa, na hiyo shamba inauzwa. Shamba itauzwa, lakini madhabahu hayatauzwa, yatabaki kuwa ya familia ile nyingine wenye shamba. Therefore what will happen, madhabahu ya kwenu ambayo nyinyi inawasumbuanga, mumehamia kwenye shamba mpya, munaingia kwa hiyo shamba ambayo pia iko na madhabahu. Sasa madhabahu ile mbili itaanza kulimana, maana ile ni ya waganga wa Kamba na hii ni ya waganga wa Meru.
ama ile ni waganga wa Kisii na hii ni waganga wa Jaruo. Sasa what will happen kwenye hiyo boma? Utakuta watu wameanza kukufa prematurely. Number 2, utakuta kuna poverty inaingia kwenye hiyo boma. Number 3, unakuta lack of marriages, unakuta watoto havizaliwi, unakuta there is nothing is happening because there is something ambayo imechipuka inayosababisha maafa, inayosababisha upinzani. Sasa madhabahu hii inapigana na madhabahu hii, and that's why normally mnaambiwa kama ulikuwa umeokoka, ulikuwa kwenye kanisa nyingine, ukuje uhame, ukuje hapa, lazima ukate ile kanisa, uiondoe kutoka kwako, ndio uweze kujishikanisha na madhabahu, utoe dhabihu, ujishikanishe na madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana usipofanya hivyo, whatever that will happen, you are still connected there. Your umbilical cord bado iko PCA, your umbilical cord yako bado iko CPK, iko CFF, wherever it is, until such a time you disconnect yourself. If you don't disconnect yourself, hii madhabahu haitawahi kukupatia anything. And this is when I normally tell people, what are miracle seekers, please try to understand this concept, the mysteries of altars and sacrifices. Ile madhabahu ilikuzaa, mimi nilizaliwa Neno Evangelism Center. That is where I got saved. What we did, they disconnected me kutoka kwa madhabahu ya Mungiki. Maana hapo ndio niliombewa toba, nikakuwa disconnected na Mungiki. Kisha nikakuwa connected na James Maina Ng'ang'a kama my spiritual father. Lakini eventually nikatoroka kwa Maina Ng'ang'a na umang'a yangu, nikaenda kufungua kanisa na pastor mwingine pale town, pale hoteli ilikuwa inaitwa Belcanto. Tukavuma vizuri, miezi 4 tulivuma, kanisa ilijaa. Lakini mwezi wa 6 tulibaki mimi na huyo pastor. Why? I was still connected kwa James Maina Ng'ang'a. So when I tried to move, because ile grace ya kwa Maina Ng'ang'a ndio nilienda nayo, wakati kivuli chake kiliniondokea, grace ikaanguka, nikakuwa empty. When you move from one church where you are under a grace, and this grace ndio imkupatia covering. So ukihama kwa hiyo kanisa ukuje kwa Waruinge, grace hiyo utakuja nayo for not less than 4 months. After 4 months ndio utaona sasa ukidrop, ukirudi chini. Maana you are not yet still connected, you are not disconnected pale. Kwa hivyo still you are also not connected here, because you have to disconnect yourself kutoka kwa Maina Ng'ang'a ndio ukuje ujiconnect hapa, ndio sasa upate channel. Bwana Yesu asifiwe sana. Pipe ya maji inapokatwa lazima ikuwe connected to the main ndio isupply maji kwako. Hauwezi kusupply maji kutoka kwa neighbor mwenye mita anatumia mita. Lazima upate maji kabla ya mita. Lakini baada ya mita, hiyo maji ni yako. Anything before the meter, hiyo maji ni yetu. Lakini ikiingia ndani ya mita, inakuwa maji ni ya nani? Ni yangu, kwa sababu mimi ndio nitalipa bill. Kwa hivyo siwezi kata maji mbele hapo, mfereji ni connect. Itabidi huyu ndio atakuwa akilipa bill. Lakini before the meter, hiyo maji itaingia kwangu na itaingia kwako, wewe utalipa bill yako na mimi nitalipa bill yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama ulikuwa ndani ya kanisa nyingine ama kwenye madhabahu nyingine, ukakuja ukaingia kwenye madhabahu nyingine na you never disconnected kutoka kule, ukuje hapa, madhabahu ya kule na ya hapa itaanza kupigana. So instead of you growing, instead of you becoming, unakuta you have a spirit of strife, spirit of fight inside you. Unaanza kupigana na wewe mwenyewe. Unakuta madhabahu imekukataa. Kanisa kama hii unasikia you are no longer comfortable here. You are no longer comfortable. Hata tukihubiri mzuri namna gani hausikii. Hakuna kitu kinakuingia kwa sababu you don't belong here. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the mysteries of what? Uliendanga kwa mganga,
ukashikanishwa at the altar ya mganga, na wakati ulikuja ukaokoka, you never denounced kule kwa mganga ulienda. You are still a mganga product. Hata ukikuja kuhubiri, wahubiri wengi ndio unaonanga wanakonga na sarakazi, maana guka yao alikuwa mganga. Yeye mwenyewe alipitia kwa mganga, yeye mwenyewe kabla aokoke alipitia kwa mungiki, kapitia kwa waganga, na sasa ameshika microphone bila kudenounce, bila kuopenly confess au denounce hayo maneno yote, ndio awekwe a new channel. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tu walikuwa natuuzia zile simu za kampuni, mnakumbuka zile simu za kampuni? Kama ukienda America utakuta kuna T-Mobile, kuna nini. Uwezi kuweka line ya T-Mobile ukaweka kwa kampuni nyingine, it won't work until ufungue hiyo simu ifunguliwe, bana, it is locked to that company. So when you have an altar in your life, you are locked to that altar. So this altar will not allow any other altar to come. Also, depending how big was the altar, how powerful was the altar. If the altar was powerful and is big, it is still controlling you. That's why many of us are suffering, not because we deserve to suffer. We are suffering because we were connected to very powerful altars of witchcraft. We were very connected to very powerful altars ya waganga wakubwa. Lakini tulipokuja hapa tukuta na yule mganga akasikia umehama, roho ile inainukia hii roho ingine. Sasa unakuta all your life you are at war, confusion, vita ambavyo hamvielewi. Unakuta marriage yako inaanguka with no reason. Biashara yako inaanguka with no reason. Anything that you touch on goes down with no reason, and you are church good attendant. Kama ni kutoa sadaka unatoa. Ikisemekana kuna kazi ya kanisa unafanya. Kila kitu ambacho unataka kukifanya kinafanyika, unakifanya, umejitolea kwa mapana na marefu. Umenunua mpaka vitu, umesikia pastor anataka kununua microphone, you are the one to buy. Unasikia kitu inafanyika, you are the first to buy. Unakuta pesa zako ukihesabu venye ulitumia katika kanisa, they are too much. But nothing worked for you. Despite ambako unaangaliaga pastor akitumia ile microphone ulinunua mpaka unasikia kwenda kuichukua. Maana wakati ulinunua microphone ndio ulienda chini. When you tried to support this altar where you don't belong, sasa the altar started fighting you, because wewe umenunua, wewe ni muganga, ba foundation yako ni ya uganga, umeninunulia microphone. Imekuja kama nini? Ikikuja kwangu itakuja kama nini? Ya? Itakuja kama nini? Wewe kwenu ni muganga, uko kwenye foundation na madhabahu ya kiuganga, umeninunulia microphone, itakuja kama nini kwangu? Itakuja kama tools za waganga. So wewe utakuwa umenipatia chombo cha kuja kupigana na mimi. So madhabahu ambao natumikia, ikirealize kuna chombo kimoja ambacho kimekuja kwenye nyumba hii cha waganga ama cha madhabahu ingine, madhabahu hii itainuka ipigane na nini? Sasa ndio utakuta microphone zetu zote kwa tukisema nipatie high, nipatie low, because there is a fight. When they were brought, wakati ulilete, siku dedicate kwenye madhabahu, ndio nizitoe kwako, nizitoe kwenye ulimwengu wa kwenu, ndio nizilete kwenye ulimwengu wa hapa. So were you dedicated? And to which church were you dedicated? Ulipelekwa kanisa gani wakati ulikuwa mtoto? Asante. Wewe ulipelekwa kanisa gani ulikuwa mtoto? Independent. Uliwahi kutoka independent? Yeah? Ulienda wapi na ulifanya nini? Ndio sasa, maana mama yako alikupeleka independent. Nakumbuka independent mnaidaga na vitu za shamba na kila kitu kudedicate mtoto na sadaka. Sasa ulihama ukaingia kanisa gani? Wakati uliingia evangelist, ulienda ukasema nilikuwa independent na sasa leo nataka ku disconnect from independent ndio niingie evangelist. Bado you are still a member of independent church. That is why you have no breakthrough. Ulikuwa Catholic, ulimwagiliwa maji ya Catholic na ukabatizwa na ukafanyiwa dedication, ukahamia ukaenda kanisa gani?
Happy Church. Ulienda Happy Church ukasema mimi nilikuwa Catholic na ninataka kutolewa Catholic ndio nikuje Happy Church? Yeah? So you are still a Catholic. Sasa umetoka Happy Church umekuja hapa. Utoka hapa umeenda kwingine. Sasa wewe ni mkorogo ya matatizo. Because kule kuna kitu kimekukamata. Where you are dedicated, that is where you belong. Until today, where your mother and your father kama walikupeleka kwa muganga, ukapokelewa na muganga, wewe bado ni muganga. Kama ulipokelewa kwa kanisa ya independent, wewe bado ni independent. Kama ulipokelewa kwa kanisa ya Catholic, you are still a Catholic under the altars of Catholic. Conditions, rules and laws of that church. So whatever you want to get, and the blessings comes through the lineage of altars and sacrifices. Meaning you don't have a channel in this church. Your channel is bado imekauka. Pipe yako ya baraka bado imebaki empty. Kule kwa Catholic imekauka, it is rusting. And that is why your life is also rusting. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa Muislamu pia. Nilikuwa naitwa Ndura Waruinge. So when I got out of Islam, I came and denounced, nikatangaza mimi nilikuwa Ndura Waruinge, nikahama, nikatoa dhabihu na ikakuhama. Then the Bishop Harrison Nganga dedicated me to his altar of CFF. That is why I am a spiritual son of Bishop Harrison Nganga, and our church is CFC, affiliated to CFF. Are you getting me? So that is why you find wakati tumeingia Nairobi kuanza kuhubiri, this is now kuhubiri vizuri, this is our second year, but we have surpassed so many people here in Nairobi that this church, if we were to go with the standard ya watu wale wengine, it is a 20 years old church. But in 2 years, we have attained the progress of 20 years. Why? My spiritual father, Harrison Nganga, has paid the price of being in Nairobi. Ya kukosa nyumba, ya kufungiwa nyumba, ya kukaa nyumba kadogo, all struggles of a church. My spiritual father has paid the price. So I will not pay the price that he has paid. I'll pay a price of a new dimension. That's the reason we sit under spiritual fathers. So that the spiritual father has paid the prices that you are ought to pay. So you will not struggle where he has struggled. Kama ni kufungiwa nyumba, hautafungiwa nyumba maana ashalipa kufungiwa. Kama ni kukosa nguo, kuna wakati alikuwa anasema alikosa nguo, alilipa. Mimi sitakosa nguo. Hapana. Kanisa hii haitakosa, yani it is in the middle of the city and we are not struggling. Why? Our spiritual father has already done the struggle ya kulipa rent. Has already done the struggle ya kulipa stima. Has already done the struggle ya kutafuta washirika. Sisi hatutafutangi washirika, mnakuja. Mimi nilikutafuta. Si umetoka huko kwa Islamu? Baka umetoa buibui ndio sijulikane wewe si Muislamu. Sasa umeona huko hapa. Angalia huko hapa, because there is something that has been won. Kuna vita imeshinda. Kuna babangu akiwa ameshinda vita fulani ambazo sihitaji kurudi kwa kiwanja kupigana. Sasa kile nahitaji ni kupanda kwenye level ambayo niwe juu yake, niende juu yake. Hizo vita ambazo hajapigana, hizo ndizo nitapigana. Kwa hivyo vita zangu ni international, more superior. Sitapigana vita vidogo vidogo. Because my father has paid the price. Hizo ndizo tunataka, the mysteries of sacrifices and altars. An altar you sit under must be stronger than you. You don't go and sit under. Tuseme sasa, wewe nikutumie, tutakubali. Tuseme sasa wewe guka yako alikuwa muganga ambaye anatawala Kisumu, Nyanza region mpaka Rift Valley. Sasa hiyo uganga ilirudi ikaruka kwako.
Sasa uende kule kwa kanisa moja ya huko Kisumu ya pastor mwenye ameanzisha kanisa just the other day, mwenye hajalipa gharama hata moja. If you go and sit, leave it alone. If you go and sit under that pastor, either huyo pastor atakufa, ama hiyo kanisa itafungwa, ama wewe utafukuzwa, waseme wewe ni mchawi. Wewe si mchawi, lakini you have more power than them. In terms of the spiritual realm, uko na nguvu kubwa, maana madhabahu yako imetoka mbali na ni kubwa kuliko huyu pastor. Huyo pastor anakuja anashika microphone, pepo, tunakemea mapepo in the name of Jesus. Akisema hivyo tu, ile madhabahu msia anasimama, anamuuliza, unaongea kuhusu nani? Unaona kapasta kanaanza kukohoa. The next minute kanakufa. Kuna watu wamekuja kwa watu, wameenda kwa watu kutoa mauchawi, kutoa mauganga kwa kina watu. Unasikia hiyo pastor alitoka hapo in 3 days alikufa. Because you dare to touch. Uliguza madhabahu ambayo ni kubwa kukuliko, na hauna uwezo ya kufanya hivyo. Hata kama ukiapply damu ya Yesu, wacha damu, hata uende uchote damu, maji ile iko ndani yake umwage hapo, it won't work. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the secret of understanding. What kind of warfare are you in? And many of us are in warfares and we have failed to win a single battle. Why? Because we don't understand the dimensions katika maisha yetu, powers katika maisha yetu. So verse number 15 please. But now bring me a musician. And when the musician played, the hand of the Lord came upon him. Bring me what? The musician. Wale walikuwa wameleta prophets, lakini sasa amesema mimi hawa si watambui, maana si wa level yangu, lakini bring me what? A musician. And when the musician came, the power of God ikakuja. And huyu alikuwa anajiita nabii. Kwanza walikuwa watatu wakijiita manabii. Mimi ni nabii Joshua, mimi ni nabii Mary. Lakini unabii ulikunjwa na ukawekwa kando, mpaka huyu akasema kama si Jehoshaphat mimi hata kuangalia singetaka kuangalia, maana nyinyi you are not of this level. Mumekuja tu na ni heshima ya Jehoshaphat, maana najua ni mfalme na ni nabii, lakini nyinyi ondokeni. Akasema niitie nani? Musician, muimbaji, mwimbi akakuja, na immediately alipofanya wimbo Mungu akashuka. Because kuna channel ambayo Mungu atatumia kushuka kwa ajili ya hali yako. Hiyo hali ambayo unaitumia, kuna system ya Mungu atakayeitumia kukuja kwako. Not every system, not every other system around you ati atatumia. Hapana, you must be able to connect na system. Na hiyo system, kama unataka baraka za hapa, lazima uconnect na system ya hapa. Uinulie, uvunje madhabahu ya kule, udisconnect yourself kutoka kule ulitoka, ujishikanishe na madhabahu ya hapa. Then the system ya hapa itakufungulia milango. Because niko na neema yangu. Venye niliitwa na neema yangu. Kuna malaika walikuwa assigned kwangu, kuna nguvu za mbinguni zilikuwa assigned kwangu. Kuna level ambao we have 10 heavens. Kuna level mimi nimefika, kuna level hauko. Labda huko hapa duniani mimi niko kwenye bingu ya 7, bingu ya 10. Niko mbele yako mbali sana. Kwa hivyo uwezo wangu wa kufanya maneno ni rahisi, maana niko kwenye bingu iliyo juu kuliko wewe. Sasa wewe hata haujaondoka duniani, you are still here. Bado unazunguka, kuna tumachura na tukuku na tungombe huko chini. Alafu nasema unaweza kuvunja bingu ya 3. Utapenya nini bingu na hujui ni nani wanakaanga kwenye bingu ya 3. Hujui ni nani wanakaa kwenye bingu ya 4. Hujui ni nani wanakaa kwenye bingu ya 5. Lazima uelewe. Na kuelewa kwako lazima ukuwe na nguvu ya kujua, uwezo wa kujua, to discern, uwezo wa kuelewa what is happening in the 3rd heavens, in the 4th heavens, in the 5th heavens, in the 7th heavens, because each heaven has a dimension. Each heaven has a dimension.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona kuna watu wengine kama Elisha ama mtu kama Elijah, they were easily performing miracles without even praying. Just performing. Shoka likaingia ndani ya maji, akakuja akawauliza limeanguka wapi? Akamwambia ni hapa. Akachuna, akakata kijiti cha mti, akakata, akarusha ndani, akachomoa lile shoka. He never prayed. Oh baba, unajua sisi ni watoto wako na ulisema mahali wewe tuko na wewe uko, tunakuuliza utuonyeshe. Hapana. Wapi? Akarusha mti, akachomoa. Easy. Yesu akaambia Lazarus amekufa. Akaenda kwa Lazaro mahali alikuwa. Alipofika pale, akawauliza mumemweka wapi? Akamwonyesha. Elijah aliwauliza shoka ilianguka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. You only need to be told where. Because you want to involve them. Because it is them that has caused the problem. It is your family that has caused the problem. It is your church that has caused your problem. It is your friends that have caused your problem. The challenges you have been caused by people, by some people somewhere. Ndio Yesu alipofika pale, aliwauliza mumemweka wapi? Elisha akamuuliza muliangusha wapi? Wakati alienda akaambiwa kuna kizima cha maji ambacho kiko na maji, rotuba huko ni nzuri, lakini maji yale yana nini? Yanalete kufa kwa watu. Alienda na wao akamauliza kiko wapi? Wakaenda wakamwonyesha. Akawaambia nipeni bakuli mpya na chumvi. Nipeni bakuli na chumvi, maana ni wao walikuweka. Haleluya. Ni wao. Na ndio utoke huko, na ndio utoke kutoka kule, lazima involve wao ndio ufunguliwe. Aliuliza makina Martha, umemweka wapi? Wakamwambia ungekuwa siku hapa kama 4, huyu mtu angekufa. Saizi ananuka. Akawauliza mumemweka wapi? He insisted, where is he? Kisha wakampeleka. Alipofika pale akawaambia namna gani? Liondoeni jiwe. Wow! Si yeye. Wow! Akawaambia ondoeni jiwe. Waliokufunga lazima wakuwe involved katika madhabahu. Lazima tushikanishe mababu zako. Lazima tushikanishe your auntie aliyekuroga. Lazima tushikanishe your mother aliyekuroga. Lazima tushikanishe your grandfather aliyekuroga katika madhabahu hapa. Ndio tumngoe kule, tuvunje mkanda wake, tuvunje generation yake, tuvunje mipango yake yote, ndio uweze kuachiliwa huru. Ndio unasikia wakati mwingine nakuuliza, nikiuliza nikitaja guka yako, guka, come out, unaona unaanguka. Kwa nini? Ndiye alikuwa amekushika. I have to mention, God will tell me guka ndiye amemshika. Anasema wewe guka, come out. Si wewe na address, I address the power inside you. Na the moment nikiaddress your power, unaanguka chini na unasema niko huru. Because yeye ndiye alikuwa amekuweka in captivity. Your mother can put you in captivity. Your father can put you in captivity. Your brothers, your sisters, your pastor, your prophet, they can put you into captivity. And most of us tumeshikwa mateka na maroho ya hawa watu. But now bring me a musician. And when the musician played, the hand of the Lord came upon him. Verse 16. And he said, thus says the Lord, I will make this dry stream bed full of pools. This dry stream bed full of pools. What does that mean? Kwa wale wasomi. Yeah? X. What does that mean? Atafanya hiyo pali maji ilikuwa iwe mingi. Dry stream bed.
to be full of pools, because you have connected with the power of God. You have connected with the reasoning of God, because this musician has brought the presence of God into your life. Therefore, whatever you are lacking will happen, will just come in. And say, thus say the Lord, I will make this dry stream bed full of pools. 17. For thus says the Lord, you shall not see wind or rain, but that stream bed shall be filled with water. There will be no rain. Hello. You shall not see what? And what? Wind. There will be no wind. There will be no rain. Lakini kizima kitajaa maji. Why? Kuna madhabahu imeinuliwa ambayo inavuta maji na kuja. And that is after they invited the musician. Mbeleni walikuwa wameinvite manabii wangapi? Watatu. But nothing was responding. But when they invited musician, mambo haya yote imefunguka. Kwa hivyo, jinsi ya kualika, jinsi ya kulete, come in, jinsi ya kulete, jinsi, kuja nazo, jinsi ya kulete na kufanikisha jambo lako ndio lifike. Kile kitu unachokihitaji, kile kitu unachokifanya, kuna njia, kuna formula ya kulete hiyo kitu. Ndio naona Ruto ameenda Jesus winner. Jesus winner si eti ni pesa alikuwa anataka. Kama ni sadaka angetaka kuitoa silently, angeitoa. Nisalimie tu. Kama ni sadaka angetoa silently, na ingefanyika nini? Ingetolewa. Lakini alitaka kutangaza, maana wakati alikuwa alienda huko alitangazwa kwa sauti. Walimtangaza. Kwa hivyo lazima naye angetoa kwa kutangaza, ndio covenant yake ingie. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna formula, you need to understand the formula na matumizi ya lugha ya kibinguni. Maana huyu alihitaji tu muimbaji. Kulikuwa na manabii, lakini alihitaji nini? Muimbaji akuje tu aimbe, and the presence of God just came on. The presence of God ikaingia na vitu vikaanza kufanyika. Kulikuwa na dry stream bed that maji ikaingia. No rain, no wind, but maji ikaingia. Just like that. Just like that. So miraculously, you will change the dimension of your life after only understanding and knowing, standing on the right foundation and discerning the spiritual tides, and also understanding the mysteries of sacrifices and altars. If you are able to understand the mysteries of sacrifices and altars, you are able to go. You know one thing, that authorities are not found in the size of one's followings. Authorities. Kuwa na watu wengi does not qualify you to become an authority. Hallelujah. Raila has always been followed by multitude, but he has never become a president. Bwana Yesu asifiwe sana. So the authorities, the power of God is not in the following of the size of the following, and or even the abundance of the resources that you have does not qualify you to have an altar that is strong. But in the depth of one's consecration, in the depth of one's consecration, your altar is powerful. How you consecrate yourself, the depth of the consecration, the depth of building and grounding yourself in this altar, that is how powerful you can be. You can never be powerful at all because you have a following. You can never be powerful at all because you have money. The consecration, how do you consecrate yourself into a particular reasoning and a particular direction? That is what will make you successful. Not your money, not the following. For you to become the president, you don't become the president because you have a following. You don't become a president because you have money. You become a president because of the consecration. Ruto alikuwa anahangaishwa hivyo, na hangaisha Gachagua. Ruto alikuwa anatufanya tumikutano tudogo. Raila alikuwa anafanya mammoth rally, big rallies, but they never converted into a vote.
Ruto alikuwa anafanya madhabahu. Ruto alikuwa na sheki wa Tanzania, Muislamu msheki, akakuja akazunguka all the 47 counties, akainua madhabahu ya majini kote katika nchi. Akachukua kanisa ya independent, akaenda akatoa sadaka kule. Akaenda kwa kanisa za PCA zote, akatoa sadaka kule. Akaenda kwa makanisa kila mahali Kenya mzima, akainua. Naye mke wake akazunguka nchi na wamama table banking, akiinua madhabahu. Naye watu wengine nao akaenda kwa wazee wote, Wakikuyu elders, akaenda Kalenjin elders, Masai elders, akawaita, akainua madhabahu ya wazee, akainua madhabahu ya mama, akainua madhabahu ya kanisa, akainua madhabahu ya Kiislamu. Ande aliingia Isili. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwa utaratibu mzuri. Ni madhabahu usaidia mtu, si umati mkubwa, si pesa nyingi. Haleluya. Madhabahu yako ni gani? Jiulize tu, madhabahu yako ni gani?